muuguzi mkunga na psychiatric nurse. Niko hapa mbele yenu leo kwa ajili ya kuelezea afya ya akili. Naitwa Queen Mosha, ni muuguzi mkunga na psychiatric nurse kutoka wilaya ya Tandahimba, kituo cha afya Mauta. Niko hapa mbele yenu leo kwa ajili ya kuelezea afya ya akili. Afya ya akili ni nini? Tunaposema afya ya akili ni hali ya ustawi wa kisaikolojia, kihisia na kijamii inayomwezesha mtu kutambua uwezo wake wa kuhimili msongo wa mawazo, kufanya kazi kwa tija na kuchangia katika jamii. Hivyo kuna vitu vinavyoweza kusababisha afya duni ya akili. Kwa mfano, umaskini. Umaskini unasababisha afya duni ya akili kwa sababu watu wengi wanashindwa kujipatia mahitaji yao ya kila siku, wanakuwa na msongo wa mawazo ambao unaweza kuwapelekea kupata afya duni ya akili. Lakini pia kutengwa na jamii au kunyanyapaliwa. Kuna watu wengine wanakuwa na matatizo kama vile wagonjwa wa kudumu, kama vile wenye vidonda vya kansa, wanatengwa na jamii. Inaweza ikawaletea afya duni ya akili kutokana na upweke na kushindwa kuishi na jamii au kushirikiana katika tatizo lao. Lakini pia ni mawazo yaliyopitiliza au tunaita kufikiri kupita kiasi. Huu ni msongo wa mawazo. Kwa mfano, mtu umekutana na changamoto, unakuwa unashindwa kumwelezea mtu au unashindwa kutafuta jinsi ya kutatua lile tatizo, unabakia na mawazo. Hivyo unaweza ikakusababishia ukapata afya duni ya akili. Lakini pia kuna magonjwa kwa mfano HIV. Haya ni magonjwa ambayo yanaweza kusababisha afya duni ya akili kwa sababu watu wengi wanajiona kwamba wakipata hili tatizo inakuwa ndio mwisho wa maisha yao, kwa wanakuwa na msongo wa mawazo uliopitiliza. Unaweza kuwaletea afya duni ya akili kutokana na ile hali yao. Lakini pia kuna dalili ambazo mtu anaweza akajitambua kwamba yeye ana afya duni ya akili au vinavyoweza kumtambulisha mtu kugundua kwamba yeye ana afya duni ya akili. Dalili za afya duni ya akili, ya kwanza ni wasiwasi uliopitiliza. Cha pili, kujiona bora kuliko wengine kwenye jamii. Hii tunaita grandiosity. Lakini pia kuongea kupita kiasi, tunaita overtalkative. Hii hapa inatokea pale mtu anapokuwa anaongea sana kwenye jamii, yani anashindwa kujua mipaka yake katika kuongea. Inaweza ikamletea, ni dalili mojawapo ya afya duni ya akili. Lakini pia kujitenga au kufikiri kujiua, tunaita kucommit suicide. Hii inatokea pale mtu amekupatana na changamoto, anatamani ajiue tu. Anaona kwamba hakuna option nyingine au hakuna jinsi nyingine ambayo inaweza ikamsaidia yeye. Dalili nyingine ni kuwa kusahau vitu. Yaani unajikuta muda mwingi unasahau vitu au unajikuta umeweka kitu sehemu umesahau. Hiyo ni dalili mojawapo ya afya duni ya akili. Lakini pia madhara ya afya duni ya akili zipo nyingi, lakini mimi nitasema hizi chache. Kuna kwa mgonjwa mwenyewe. Mgonjwa mwenyewe anaweza kupata madhara kama vile kujiua au kumuua mtu mwingine. Lakini pia madhara mengine anaweza kupata magonjwa kama vile kisukari, pressure, kwa sababu kuna homoni ambazo zipo
kwenye ubongo wetu ambao unaweza ukasaidia kugenerate au tunajua kwamba ubongo wetu ndio unaofanya kazi zote za mwili. Kwa hiyo mtu anaposhindwa kucontrol ile hali ya stress, anaweza akapata shida hiyo, ikatokea akapata madhara kama hayo. Kwa hiyo akapata hiyo pressure, tunaita blood pressure au sukari. Lakini pia madhara mengine ni umaskini. Umaskini unatokana na watu watashindwa kuchangia kwenye jamii. Kwa mfano, mtu unajiona bora kuliko wengine, utashindwa kuendeleza au kutengeneza kipato chako cha kila siku kwa sababu unashindwa kuchangamana na wanajamii. Lakini pia madhara mengine yanaweza kutokea ni umaskini uliokithiri kwenye familia. Kama we ni baba au mama, unashindwa kuhudumia familia kutokana na hii changamoto, kwa sababu kuna wengine wakishapata hii shida ya afya ya akili wanajisahau kabisa. Hiyo hali inakuwa inazidi kabisa, anajikuta anakuwa sasa mtegemezi pia kwenye familia. Lakini pia tunawezaje kuishinda hii afya duni ya akili, au tutawezaje kuiovercome hii afya duni ya akili? Kwanza kabisa unatakiwa uipe kipaumbele kuchangamana na wanajamii, au kama ukiwa na mawazo unatakiwa utafute kupendelea ile furaha yako na uifanye mara kwa mara. Kwa mfano, labda umepata stress ya kitu fulani, au labda ada ya mtoto wako, unatakiwa uungane na uende kwa wenzako, changamani maeneo ya furaha, unaweza kupunguza mawazo. Lakini pia unatakiwa ufanye mazoezi, unaweza ukaogelea, unaweza ukachukua lile jambo kaandika mara rudia, inaweza kukusaidia wewe kupunguza hii afya duni ya akili. Lakini pia wanashauri kwamba unatakiwa uwe unashughulika kwenye shughuli za haswasa za kujenerate kipato. Kwa mfano, kwenye kujiunga na vikundi kama vile SACCOS au michezo, vikundi vya kutengeneza pesa. Unatakiwa ujikite haswa kwenye shughuli ambayo inaweza kuongezea kipato kwa ajili ya avoid hizi stress au mawazo ambayo inaweza kusababishia ukapata afya duni ya akili. Lakini pia usikae na jambo ukiwa na stress au ukiwa na mawazo, usiwe na stress. Unatakiwa ushirikiane, umtafute mtu unayemwamini, umuelezee jambo lako. Usichukue maamuzi au usifikirie kupita kiasi kutokana na hiyo changamoto uliyokuwa nayo.